Mtazamaji, siku nyingine nzuri kabisa, bila shaka afya yako iko vizuri, na nikukaribishe sana kuitazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Abud TV. Msomaji wako ni mimi Macklin Kamote. Tunaanza kuzitazama taarifa zetu za kitaifa na tunaanzia hapa mkoani Morogoro. Mtendaji mkuu wa wakala wa maabara ya veterinary Tanzania TVLA, Dr. Estala Bitanyi, amewataka wafugaji nchini kuongeza mwitikio wa kuchanja mifugo dhidi ya magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya ya mifugo, kuongeza uzalishaji na kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Dr. Bitanyi ametoa wito huo Juni 18 mjini Morogoro wakati wa kikao cha pamoja kati ya TVLA na timu ya mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi unaotekelezwa chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kilicholenga kujadili maeneo ya ushirikiano katika utekelezaji wa mradi huo. Amesema moja ya maeneo yanayopaswa kupewa kipaumbele kupitia mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi ni udhibiti wa ugonjwa wa tupa mimba ambao ni miongoni mwa magonjwa yanayoathiri mifugo na kupunguza uzalishaji wa maziwa. Ugonjwa huu unasababishwa na vimelea vya aina ya bakteria ambavyo mara nyingi vinaambukiza wanyama moja kwa moja kama uambukizaji wa kwanza, yani zile primary infections zinatokea kwa wanyama. Sasa kwa wanyama wao madhara ambayo wanayapata ni kutupa mimba, hiyo abortions za mara kwa mara kwa wanyama, lakini vile kama wanyama wanapoteza mimba mara kwa mara, ina maana kwamba hata ile hali ya uzalishaji inapungua, inashuka, kwa kuwa wanyama hawataongezeka, lakini hata wale waliopo watakuwa wako na afya ambayo sio kamili, na hivyo hata uwezo wao wa uzalishaji hata wa maziwa na ongezekaji ni mdogo. Lakini kwa upande wa binadamu, kwa sababu ugonjwa huu unaambukiza pia kwa binadamu anaweza kupata kupitia kwenye kunywa maziwa ambayo hayajachemshwa na kufikia kile kiwango kamilifu cha kuweza kuua vijidudu vile vya ugonjwa. Tunafahamu kwamba kuna jamii nyingi za Tanzania ambazo jamii za wafugaji sana na wanatumia maziwa bila ya kuchemsha. Kwa upande wake, mratibu wa kitaifa wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi, Lazaro Kapela, amesema mradi huo unatekelezwa katika mikoa 8 na halmashauri 21 za Tanzania bara pamoja na mikoa 5 ya Zanzibar. Amesema mradi huo wa kimkakati unalenga kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wafugaji, ikiwemo upatikanaji wa mbegu bora za ng'ombe kupitia teknolojia ya uhimilishaji, upatikanaji wa malisho bora, huduma za afya ya mifugo pamoja na miundombinu ya maji. Kurasimisha mfumo wa maziwa, mradi unaenda kuboresha vituo vya kukusanyia maziwa, milk collection center. Na katika kuboresha vituo hivi tunategemea vituo visivyopungua 150 vitanufaika kupitia mradi huu, na vitaboreshwa kupitia jengo, lakini pia na vipozeo ambavyo vitahusika moja kwa moja na ukusanyaji wa maziwa, lakini pia uboreshaji katika usalama wa maziwa. Kwa kushirikiana na bodi ya maziwa tutaenda kuboresha zaidi ile ufuatiliaji na ubora wa maziwa yanayoingia pale katika kila kituo cha. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Benezet Lutenga, amesema mradi huo ni miongoni mwa miradi mikubwa inayotekelezwa na wizara hiyo kwa lengo la kuongeza uzalishaji, ubora na usalama wa mazao ya mifugo kwa masoko ya ndani na nje ya nchi. Mradi huu kwa sababu umejikita kwenye kuongeza uzalishaji wa maziwa ndani ya nchi, kuna mambo kadhaa ambayo sisi kama wizara, wasimamizi wa sera, tunayatilia msisitizo. Mradi huu umejipanga kuhakikisha unawezesha mifumo yote ya maabara, mifumo ya ufuatiliaji na mifugo ambao watakaozalishwa na watakaogawiwa kwa watu wanakidhi vigezo vya kwamba wanakuwa na ubora, usalama, na kuhakikisha kwamba sasa wananchi wetu watakapokuwa wanatumia mazao ya mifugo, mathalani maziwa, yanakuwa ni maziwa yenye ubora.
Naye afisa mwandamizi wa ufuatiliaji na tathmini wa mradi huo, Goodluck Masawe, amesema mradi unatarajiwa kunufaisha kaya 140,000 sawa na watu zaidi ya 700,000. Kati ya wanufaika hao 40% ni wanawake, 30% vijana na 3% ni watu wenye ulemavu watakaofikiwa moja kwa moja na huduma za mradi huo. Zinakwenda kuwafikia watu zaidi ya hao. Kwa mfano, mradi umepanga kutengeneza au kujenga vituo vipya vya kukusanyia na kupozea maziwa ambavyo vinaitwa milk collection points, sio chini ya 120 katika maeneo ya mradi, na unapanga kukarabati vituo vingine 50 katika maeneo hayo na kufanya vituo vinavyopooza na kukusanyia maziwa vitakavyokwenda kutengenezwa na mradi kufikia vituo 170. Sasa ukiangalia vituo hivi, watakuwepo wale wanufaika niliowataja, watapeleka maziwa pale, lakini hata wale wengine ambao hawafikiwi na mradi moja kwa moja, nao watakuwa na uwezo wa kutumia vituo hivyo. Wale wadau walioko kule chini kabisa kwenye ngazi ya serikali za mitaa, ambao ndio watu wa huduma, ma extension officer ambao wanashughulika na afya za wanyama, wakala wetu inaenda kuwapa uwezo, kujengea uwezo wa utambuzi wa magonjwa, ili kuhakikisha kwamba magonjwa yale yanatambulika kwa wakati mapema kabla hajaleta athari kubwa, na wanyama waweze kupata afya njema, ili kuhakikisha kwamba wanyama wanakuwa katika afya njema, ili waweze kufanya uzalishaji kwa kiwango kile ambacho kinategemewa. Tukiachana na taarifa hiyo kutokea mkoani Morogoro, na sasa ni kwa mkoani Mbeya. Wazazi wametakiwa kuwa makini na afya ya macho ya watoto wao tangu wakiwa wachanga ili kubaini mapema dalili za matatizo ya macho na kupata matibabu stahiki kwa wakati. Taarifa kamili na Tedius Simfukwe. Akizungumza katika mkutano wa 7 wa madaktari wa macho uliofanyika mkoani Mbeya, mtaalamu wa afya kutoka CCBRT Hospital Elizabeth Siaba amesema hospitali hiyo inaendelea kutoa huduma mbalimbali za kibingwa za macho kwa watoto na watu wazima, huku akiwataka wazazi kufika hospitalini wanapoona dalili zisizo za kawaida kwa watoto wao. Elizabeth Siabo ni mwakilishi kutoka CCBRT hospitali. CCBRT tunatoa huduma mbalimbali zikiwemo huduma za macho na huduma zingine. Kwa upande wa macho tunao madaktari wengi bingwa wabobezi ambao wanatoa huduma mbalimbali za macho zikiwemo huduma za upasuaji wa macho, rekebishi pamoja na njia za machozi. Tunao madaktari bingwa wa presha ya macho, tunao madaktari bingwa wa watoto pamoja na makengeza, tuna madaktari bingwa wa upasuaji wa watoto wa jicho, na pia tuna madaktari bingwa wa pazia la jicho. Madaktari wote hawa wanatoa huduma kwa njia mbalimbali. Wanatoa huduma kwa kutibu kwa kutumia dawa, upasuaji pamoja na mionzi. Lakini pia tunalo duka la miwani. Ukiachana na changamoto hizo zingine, tunatibu pia changamoto zingine za macho ikiwemo pamoja na macho kuwasha, macho kutoa machozi, changamoto za miwani. Tunalo duka zuri la miwani, utapata lensi kutokana na uhitaji wako. Aidha, amewatahadharisha wazazi dhidi ya kuwawekea watoto wachanga mwanga mkali wa simu mara kwa mara, akisema tabia hiyo inaweza kuathiri afya ya macho kwa watoto. Pamoja na hayo yote, CCBRT pia inatoa huduma zingine zikiwemo huduma za mama na mtoto. Tunatoa pia huduma za vipimo maalum. Unaweza kuandikiwa vipimo hospitali nyingine, ukija kwetu tunakupatia hivyo vipimo. Mfano vipimo vya CT scan vinapatikana CCBRT. Tunatoa pia huduma ya mdomo sungula na miguu kifundo. Changamoto la tatizo la macho hasa kwa watoto. Watoto wengi sana tumekuwa tukiwapokea CCBRT, hasa ambao wanakuwa wana changamoto la tatizo la macho la kuzaliwa. Unakuta mtoto anazaliwa na kidude cheupe kwenye mboni ya jicho. Kwa hiyo mzazi anaweza akawa anaona ni kitu cha kawaida, lakini sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo mzazi ambaye ataona amepata mtoto aina hiyo, au jirani au yoyote yule kwenye jamii ambaye ataona, ni vizuri afike hospitali ya CCBRT mapema. Tumekuwa tukipata wagonjwa wengi sana watoto, sio chini ya 100 kwa mwezi. Hivyo jamii imekuwa ikisaidika sana. Changamoto ambazo zina asili sana. Unajua mtoto anapozaliwa jicho lake linaendelea kukua taratibu. Kuna changamoto, wazazi wa sasa hivi wanataka mtoto akizaliwa tu anatumia simu. Mtoto akilia tu anapewa simu. Sio nzuri sana kwa sababu ule mwanga unakuwa una asili ule uonaji wa ule mtoto. Kwa hiyo taratibu anavyoendelea kukua unakuta ile jicho linaanza kupata changamoto. Hivyo tunashauri mzazi asimpe mtoto simu kwenye umri mdogo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Tedius Simfukwe
Abudi Media. Taarifa hiyo ya Thaddeus Semfukwe inatupeleka moja kwa moja huko bungeni jijini Dodoma, ambapo mbunge wa jimbo la Makete Mheshimiwa Festo Richard Sanga amehoji hatua zinazochukuliwa na serikali kudhibiti vitendo vya baadhi ya watu kuwapeleka watoto kwenye makambi kutoka mikoa mbalimbali na baadaye kuacha wakizagaa mitaani. Akiuliza swali hilo leo Juni 19 bungeni jijini Dodoma, Mheshimiwa Sanga pia ametaka kujua hatua zilizochukuliwa na serikali katika kukusanya takwimu za watoto wanaoishi mitaani ili kuwezesha kupatikana kwa suluhisho la kudumu. Utakubaliana na mimi kwamba kuna watu wanaojihusisha na vitendo vya kuwatoa watoto mikoani na kuwapeleka kwenye miji ambako wamekuwa wakiwatuma na wanakaa kwenye makambi, wanawatuma kwenye mitaa huko kwa ajili ya kwenda kuombaomba. Je, serikali ni hatua zipi inazichukua kudhibiti vitendo vya watu ambao wanakusanya watoto kwenye makambi kutoka mikoani na wanaenda kuzagaa huko? Lakini jambo la pili, serikali imefanya jukumu lipi la kuchukua takwimu, kwa maana kufanya statistic za watoto mitaani nchi nzima wako wangapi, ili kuunda mkakati maalum kwa ajili ya kuwahendo na kuwaweka kwenye maeneo salama? Akijibu swali hilo, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Mary Priska Mahundi, amesema hapo awali tatizo la watoto wa mitaani lilikuwa changamoto kubwa, lakini serikali kupitia wizara hiyo kwa kushirikiana na TAMISEMI pamoja na maafisa ustawi wa jamii katika halmashauri mbalimbali imechukua hatua za kukabiliana nalo. Sisi tayari kwa kutumia maafisa ustawi tunaendelea kudhibiti hii hali, na mara kadhaa watoto hao wameweza kutoka hata nje ya nchi, wametoka nchi jirani, wanapita kwenye mipaka kwa kutumia mabasi yanayopita huko katika njia mbalimbali. Watoto hawa wamekuwa watukutu, na ni kwa sababu huenda ya maisha mazuri yaliyoko nchini Tanzania kuliko kwenye nchi zao. Ndio maana pia tunawarejesha, wanarudi tena, lakini tayari tunaendelea kudhibiti, kuhakikisha tumeweka madawati ya maafisa ustawi kwenye ofisi zetu, kwenye stendi za mabasi, hasa mikoa mikubwa kama Mwanza, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam. Tumeweka madawati na mikoa mingine yote na hata mawilayani tunaendelea kusambaza haya madawati. Aidha, mhandisi Mahundi amewataka wazazi kutimiza wajibu wao katika malezi ya watoto, akisisitiza kuwa swala la malezi ni jukumu la wazazi wote, huku akiwataka baadhi ya wanaume kuepuka kuanzisha familia nyingine kabla ya kutimiza majukumu kwa familia zao za awali. Tuache kuachia jukumu hili wakina mama, tuache kuanzisha familia ya pili na ya tatu wakati ile familia ya awali bado hujaweza kuitimizia majukumu yako. Kwa hiyo kila mzazi akiweza kutimiza majukumu yake, baba atimize majukumu yake. Kama unaongeza familia ya pili ama ya tatu, hakikisha kuanzia ile ya kwanza una uwezo wa kuhakikisha watoto wanapata malezi na matunzo, na hapo tutaweza kudhibiti kabisa tatizo la watoto mitaani. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limezindua zoezi la ukaguzi wa magari ya kusafirisha wanafunzi, ambapo jumla ya magari 57 yamekaguliwa na 6 miongoni mwake yamebainika kuwa mabovu kiasi cha kutofaa kuendelea na shughuli hizo za usafirishaji mpaka yatakapotengenezwa na kukaguliwa tena. Ukaguzi huo umelenga kuboresha viwango vya usafiri na usafirishaji wa wanafunzi pamoja na kuepusha madhara yanayoweza kusababishwa na ubovu wa magari hayo, kwani lengo la serikali ni kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Akizungumza na wamiliki wa shule, madereva, wasaidizi wa magari, matrons na patrons, mwakilishi kutoka mamlaka ya elimu na ufundi stadi VETA, wawakilishi kutoka TANROADS, LATRA, TIRA pamoja na wanafunzi wa fani ya udereva kutoka vyuo mbalimbali, kamanda polisi mkoa wa Mwanza amesisitiza kuwa mambo yanayokaguliwa ni pamoja na ubora wa rangi ya gari, uhalali wa nyaraka, leseni hai ya dereva na elimu kwa wasimamizi wa wanafunzi kwenye magari hayo. Kama mwanafunzi anasafiri katika gari bovu, uhakika wa kufika salama shuleni unakuwa mdogo. Lakini kama anasafiri kwenye gari ambalo halijakaguliwa, usalama wake unakuwa mashakani. Kama anasafiri katika gari ambalo kwa mfano seat covers zake zimejaa vyuma, hazina sponge, atafika ameumia, atafika nguo zake zimechanika, hivyo uwezekano wa kuzingatia masomo utapungua. Katika ukaguzi huo ambao katika mkoa wetu tunaanza siku ya leo, yatakaguliwa kwanza ubora wa gari lenyewe. Je, gari bora linajitosheleza kutembea barabarani? Lina sifa zote? Takaguliwa utambulisho wa gari, kama ina rangi
kama ambavyo utaratibu umewekwa. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza SSP Sunday Ibrahim amekiri kupokea maelekezo ya kamanda Mutafungwa na kusema kuwa yeye na watendaji wake watasimamia zoezi hilo kwa weledi mkubwa, huku wakiendelea kutoa elimu kwa makundi husika ili kufanikisha zoezi hilo. Tumemsikia, lakini tunaomba sana kwenye hili ninyi kama wadau wetu, ujumbe huu uwafikie wakurugenzi wote wa shule, lakini kupitia elimu ambayo tumeendelea kuwapa, tumejitoa kufanya sisi hayo maelekezo, mapatron na matroni waweze kupata uelewa wa usalama barabarani. Nao baadhi ya wadau wa usafirishaji waliofika katika zoezi hilo wamelipongeza jeshi la polisi kwa hatua hiyo muhimu, ambapo dereva wa shule za Musabe Baraka Daudi ameomba zoezi hilo liwe endelevu ili kuifanya Mwanza kuwa salama na si ya ajali. Matron na patron ambao kimsingi bado hawaelewi taaluma yao, inawezekana kubebwa tu kwamba leo namchukua huyu namchukua, hapana. Wakurugenzi tunasisitiza waendelee kuwa. Ushauri wangu ni kuwa wawe na utayari na kufanya juhudi kuhudumia watoto kama watoto wao au wadogo zao, maana shuleni tunakuwa na watoto wale wadogo ambao wanaweza kutuita mama, baba, dada, kaka. Kwa hiyo wawe na upendo na kuwajali pale wanapokuwa na shida. Hizo zisiishie leo. Yaani ningetamani hata kwa mwaka walifanya hata mara 3. Yaani ni mara kwa mara. Na maelekezo leo tupa tunapaswa tuyatekeleze na tufanyie kazi. Maana ametuelekeza namna kufanya kila kitu, ili tusije tukapata ajali hata barabarani. Mkoa wetu, angalau mkoa wetu wa Mwanza uendelee kuwa salama. Tukamilisha na taarifa hii kutoka huko mkoani Ruvuma, ambapo makundi ya ujasiriamali mkoani humo yametakiwa kutumia fursa ya mafunzo ya mamlaka ya rufaa ya zabuni za umma PPAA ili kuongeza mustakabali wa uchumi wa ngazi ya kaya mpaka taifa. Mafunzo hayo yamefanyika katika ukumbi wa manispaa ya Songea, yakiwa na lengo la kutoa elimu ya fursa na haki za wafanyabiashara na makundi maalum katika michakato ya ununuzi wa umma. Akifungua mafunzo hayo, kaimu katibu tawala mkoa wa Ruvuma Jumanne Mwanko amesema ili waweze kustawi katika biashara hawana budi kuzingatia sheria za ununuzi wa umma ili kuweza kufanya biashara na serikali kwa uwazi. Sote tumemsikia hapa mwakilishi wa katibu mtendaji alivyokuwa anaeleza mafanikio mbalimbali pamoja na shughuli ambazo wamezifanya za kutoa mafunzo ili kuhakikisha kwamba watu wanapata haki zao katika kwa access huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali, kwa lengo la kupatiwa mafunzo yanayohusu fursa na haki za wafanyabiashara na makundi maalum katika michakato ya ununuzi wa umma, ili Watanzania wenzetu hususan vijana wanapata elimu juu ya fursa na haki za wafanyabiashara na makundi maalum katika michakato ya ununuzi wa umma. Nyinyi ndio walengwa wakubwa katika mustakabali wa ukuaji wa uchumi kuanzia ngazi ya kaya hadi taifa. Ili muweze kustawi katika biashara zenu, hamna budi kuzingatia sheria ya ununuzi wa umma na kanuni zake ili kuweza kufanya biashara na serikali kwa uwazi na kuisaidia kupata thamani halisi ya fedha katika miradi yake kwa maendeleo ya wananchi. Ndio sababu PPAA kuona umuhimu wa kufanya mafunzo haya kwenu. Hivyo mna wajibu wa kutumia fursa hii kwa makini mkubwa ili baada ya mafunzo haya tuone mabadiliko chanya yatakayokuwa na tija katika biashara zenu na serikali. Mtafundishwa mada mbalimbali ambazo naamini mmeshaanza kufundishwa, zitakazowajengea na kuwapa misingi muhimu juu ya biashara na uchumi. Hivyo ni vyema mkazingatia kwa makini fursa ya mafunzo haya ili baada ya mafunzo tuweze kuona mabadiliko hususan katika kuzingatia matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ili kuhakikisha soko linabaki shindani na hivyo kuiwezesha serikali kupata thamani ya fedha kama ambavyo nimetoka kusema. Kwa upande wake, kaimu katibu mtendaji PPAA Pasco Kajuna amesema mpaka sasa amefanikiwa kutoa elimu kwa wazabuni 1717 na watumishi wa idara na vitengo vya ununuzi na sheria 705. Mamlaka ya rufani za zabuni za umma ni taasisi inayojitegemea chini ya Wizara ya Fedha. PPAA imefanikiwa kutoa elimu kwa wazabuni 1717 na watumishi wa idara, vitengo vya ununuzi na sheria wapatao 705. Ndugu mgeni rasmi, aidha katika kutekeleza azma ya serikali ya kuwawezesha vijana na makundi maalum, PPAA imetoa mafunzo ya kuwajengea uwezo
wa kudai haki zao katika mchakato wa ununuzi wa umma, vijana wapatao 1299. Mtazamaji, taarifa hiyo inakamilisha habari zetu za kitaifa. Muda si mrefu tutaungana na Bright Dismas kwa habari za kimataifa. Abud FM. Keep in touch. 106.9 Dodoma. 98.9 Abud FM. Mbeya inasikika. Abud FM 101.7 Dar es Salaam. 88.3 Abud FM Morogoro. 104.1 Abud FM Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch.